MK Jogging News. Leo hapa tupo katika kipindi maalum cha kufanya tathmini ya juu ya mabonanza ambayo tupo nayo katika mwaka huu 2026 na jambo kubwa katika mwaka 2026 tuna tukio kubwa ambalo kila mtu analifahamu, na nadhani mialiko imeshatoka mbalimbali maeneo tofauti tofauti, na jambo lenyewe si lingine ni Twenzetu Mbagala. Ni moja ya bonanza ambalo linafanyika kubwa kwelikweli kwa ndani ya Dar es Salaam, lakini na ndani ya Tanzania bara na visiwani kwa ujumla. Sasa leo tupo na mchambuzi wetu wa Azam katika kuweza kulidadavua swala hili la bonanza la Twenzetu Mbagala kwa undani kabisa. Yeye atajitambulisha nani, lakini leo utakuwa na mimi hapa ripota wako kiongozi Kitalent TZ pamoja na mwanadada Alana, na moja kwa moja tuweze kumfahamu mgeni wetu mchambuzi wa Azam katika kuangazia jambo kubwa la Twenzetu Mbagala. Kiongozi, karibu sana MK. Asante sana. Majina yako tuweze kufahamu kabla tujaingia katika ajenda ambazo zimetuweka karibu leo. Mimi kwa majina naitwa Saif Shaha. Ndio. Ni mwana jogging, lakini pia natokea klabu ya Amka. Ndio. Nipo pale na nashukuru kwanza kwa ndugu zangu wa MK kwa kunaona kwamba naweza kuja hapa kwenye kipindi chenu hiki cha uchambuzi wa masuala ya mabonanza makubwa. Ndio. Hususan hili bonanza la Twenzetu Mbagala. Ndio. Niwashukuru sana. Unaona? Sababu ni nafasi kubwa, nafasi ambayo kimsingi wangeweza kuwepo watu wengine wakubwa ambao wana uzito katika hii tasnia yetu ya jogging, lakini mkaona hapana, mimi nafaa, nastahili kuwa hapa. Kwa nawashukuru sana. Ndio, karibu sana, na moja kwa moja tunaweza tukaingia sasa katika jambo kubwa ambalo limetukutanisha jioni ya leo kwenda kuangazia jambo kubwa hili ambalo Twenzetu Mbagala. Kwanza masikioni mwako ndugu mchambuzi, tunavyosema Twenzetu Mbagala, akilini linaingia jambo gani? Na tunajua kwamba Temeke ni watu ambao mahodari sana wa hizo kazi. Kwanza unaposema kwamba Twenzetu Mbagala, ndio shaona ndugu watazamaji wa MK Jogging News, wangepaswa kufahamu kwamba hili ni bonanza kubwa sana. Ndio. Kama tungepata platform nzuri ya kuweza kurank haya mabonanza ya nchi nzima yanayofanyika kwa mwaka mzima, basi mimi binafsi katika tatu bora ya mabonanza makubwa kabisa ya nchi hii, ndio Twenzetu Mbagala lazima liingie hapo. Ndio. Lazima liingie. Kwa sababu moja, ndilo bonanza pekee ambalo sasa hivi ni msimu wa 6 mfululizo ndio linafanyika. Ndio. Sio kitu kidogo. Vilabu vingi, vyama vingi tunaviona, whether vingine vimeanza vina mwaka mmoja ama miwili. Ndiyo. Lakini umoja wa vilabu Mbagala ndio umoja ambao consecutive, yani tunaona ama tunashuhudia wamefanya mabonanza tena kwa standard ya hali ya juu. Kwa hiyo ifahamike kwamba tunaposema bonanza la Twenzetu Mbagala ambalo kila mwaka linafanyika mwezi Februari, basi tunazungumzia jambo kubwa, tunazungumzia jambo la kitaifa. Ndiyo. Na kwa ukubwa wake. Ndio. Naam. Na kama ulivyosema kwamba tukiangazia katika mabonanza matatu makubwa ambayo yanaingia katika ukubwa wake ndani ya Tanzania bara na visiwani ni Twenzetu Mbagala. Tumeona mwaka 2025 walifanya tukio lao katika maeneo ya Zaki na mbio zilianzia katika viwanja vya Sabasaba. Ni moja ya mbio ambazo zilibeba wanajogging wengi sana na wageni wengi sana kutoka nje ya Dar es Salaam. Hili kama ulikuwa ni moja ya mshiriki au ulishawahi kulisikia, ndugu mchambuzi, kwanza unalielezea vipi na tunalionaje la mwaka huu linaenda kwa vipi? Kwanza niwapongeze umoja wa vilabu Mbagala kwa sababu nimepata kuona utofauti kidogo katika upangaji wao wa route. Shaona? Ndio. Yaani wao hawapangi route kwenye kujifurahisha tu. Shaona? Wanapanga route katika namna ambavyo wanasema iko strategic. Mwaka jana nakumbuka route yao ilikuwa inaanzia pale Sabasaba. Ndio. Maonyesho. Ndio. mpaka Zakem Complex pale. Shaona? Ndio. Lakini kwa nini walipanga ile route? Hawakuipanga tu hivi hivi yani. Strategic plan zilikuwa ni kwamba kuwaonyesha wana jogging, wana tasnia jamii namna ambavyo serikali ime plan miradi yake.
Ndio. Kwa hiyo kwa mwaka jana plan ilikuwa ni kuwaonesha wana jogging miradi mikubwa ya serikali ambayo imetekelezwa kwa kipindi kile. Ndiyo. Na mradi mkubwa kwenye ile route, kama mtakuwa mashuhuda wazuri ndugu watazamaji watangazaji wa MK, Ndiyo. Ilikuwa ni kwenda kuwaonesha wana jogging ule mradi wa mwendokasi. Kwa maana ulikuwa ndo kipindi ambacho unazinduliwa. Kwa hiyo umoja wa vilabu Mbagala wakasema hapana, tutumie hii platform katika kuwaonyesha raia, kuwaonyesha wanatasnia, kuionyesha jamii namna gani serikali yetu inafanya miradi mikubwa katika kusogeza huduma za kijamii karibu kabisa na wananchi. Na mwaka huu sasa specifically wamepanga kwamba route itaanzia kule Muhimbili. Muhimbili kwa maana ya Chamazi. Ushaona. Na lengo ni nini? Katika ule mwendelezo wao wa kupanga route strategically kabisa. Wameona kwamba kwa sababu kule sasa hivi kuna mradi mkubwa wa ujenzi wa ile hospitali, lakini vile vile kwa taarifa tu zilizokuwepo ni kwamba serikali kule wanataka kutengeneza majengo ya kiserikali. Kwa maana kama utakuwa unakumbuka vizuri, Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan alipofika Mbagala pale, aliwahi kusema kwamba kama atafikiria kutengeneza ama kugawanya wilaya mpya ndani ya nchi hii, basi wilaya ya kwanza kabisa ambayo atakapa kipaumbele nini? Ni Mbagala. Ushaona. Sasa nadhani watu wa Mbagala kwa sasa wanajipanga. Ushaona. Kwa hiyo hawa wenzetu wa umoja wa vilabu vya Mbagala wanatusaidia kuona namna gani Mbagala inajipanga, inajiratibu, ushaona, katika kuiendea hiyo wilaya ambayo Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan anatarajia kufanyaje? Kuigawa. Kwa hiyo kule Chamazi kuna miradi mikubwa na hususan katika vile viwanja vya Muhimbili. Kwa hiyo nadhani ruti yao ya mwaka huu nimeipenda sana, na ni ruti ambayo tunasema iko strategic. Ushaona, hatuendi tu kule kushangaa maeneo, hapana. Tunakwenda kuonyeshwa namna ambavyo serikali imejipanga kusogeza huduma kwa jamii. Asante sana.